Kujitawala ni kufanyaje? Kuweza kupangilia mambo. Kama ni hali ya kujitawala, basi ndani yake kuna utii. Ni utii na kuheshimu. Ni kutii na kuheshimu kanuni au sheria au maadili fulani. Hapo umeenda nje, maana kwamba ndio tunatumia neno huna nidhamu. Mungu atusaidie sana. Ndio tunatumia neno kukosa nidhamu. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Kwa hiyo na sheria ya mahali fulani. Nikizungumza sasa hapo maana yake sheria. Nikizungumza maana yake kwamba Roho Mtakatifu na yeye, kama vile ninavyosema kwamba walio na Roho Mtakatifu hawako chini ya sheria za kikawaida, mipaka ya kibinadamu, lakini na yeye ana mipaka. Ndio maana kuna saa maana yake kwamba anakuguide wewe kwamba upaswe kuvuka. Ndio maana kwenye moyo wako amefunga taa, nitumie neno kengele. Kuna kitambi kesho kitakulemea, na kikulemea utaweka kwenye ulibao. Maana utakuwa unatembea umekisukuma mbele. Maisha yako ni mafupi, lazima utakufa. Unapomaliza mfungo, kama ni kula vizuri sana. Sio umalize mfungo uanze kuwa unatafuna tu mahindi ya kuchoma, utakufa kesho. Nidhamu. Lazima ujiwekee utaratibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana nidhamu inahitajika katika kila eneo, hata kuongea. Inahitajika kila eneo. Nimekwambia nidhamu ni kufanyaje? Ni figo zenyewe zinadhibiti pia. Yaani kila kitu kina kazi yake. Kwa hiyo tunda la kiasi lenyewe linafanya mtu anakuwa balance. Hata kama unafanya mema, lazima ubalance. Uwe na kiasi. Usifanye mpaka wewe baki kuwa maskini. Hapo umekosa kiasi. Ndio maana hata eneo la kula pia uwe na kiasi. Sio unakula mpaka unatembea unatapika. Kuna baba mmoja kule kwetu, naye alishakuwa marehemu. Alikuwa akienda kula, akienda kwenye sherehe anakula. Sasa kwenye sherehe bahati nzuri haviishagi. Kwa hiyo anaona isiwe tabu. Anazunguka anaenda uwali. Anafika anatia kidole. Vinatoka anaenda anaanza mwanzo tena. Mungu atusaidie sana. Unanielewa ninachozungumza na wewe? Kila kitu kinahitaji kuwa na kiasi. Maana kwamba kiasi ndio tunasema nidhamu. Usipokuwa na nidhamu utapotea. Waliokosa nidhamu wamepotea. Ndio maana nawaambia hata mkiwa huko nyumbani unaomba. Yaani wewe unaomba na uko kwenye nyumba, baba amelala, mama amelala, ndio maana nawaambia natumia neno hili kwamba wewe na nidhamu katika maombi yako pia unapokuwa unaomba. Naanza kupiga achi. Tatu unaomba huko mpaka mwenzako ndo kalala, ndo saa yake ya kulala. Nazunguka wala wako wawili. Sasa hiyo mwenzako ndo yuko mbinguni anaota, anaonyeshwa maono. Alafu wewe ndo umekaa. Wewe unanisikia? Toka nenda sebuleni, lipuka. Jilipue, Roho Mtakatifu akulipue. Lipuka naye. Lakini ukiwa pale wewe na hakika unaweza kukanyagwa. Akakutoa kwenye uwepo.
nidhamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Maanake kwamba lazima uwe na kujizuia, kujitawala, kuwa na adabu. Maanake kwamba nidhamu ni kuwa na adabu. Juzi nimetumia neno hilo, nitumia kwamba ni jana ni juzi. Nikarudia nikasema sina adabu. Sina adabu. Nikakwambia kwamba ni kwa sababu ni sasa maneno kama hayo. Maanake kwamba ukikosa nidhamu una adabu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana usipoenda kazini, kama wewe uko kazini, hata iwe ya kwako iwe ya mtu mwingine, una adabu. Hau ni neno baya na umakini utakubali. Nachomaanisha ni hichi. Mtu anayelala ni hasara. Atakuambukiza hata na wewe. Na ndio maana ni rahisi kuingia kwenye umbea, kwa sababu ana muda mwingi wa kuchezea. Mungu atusaidie sana. Mimi sijasema wewe kwamba unalala. Mimi niko kwenye eneo la nidhamu. Unanielewa? Na hakuna mtu asiye